Sasa tusipowatumia sisi, watatumiwa na nani? Ni kweli. Sasa kuna habari nataka nikupe, itakushtua kidogo. Habari gani tena? Unajua wakati nakuja kwako huko nimekutana na Samia. Na ameniambia muda si mrefu atakuja hapa kwako. Amesema anaenda kuandaa chakula kwa ajili yetu, halafu anatia magua. Sasa nimefika hapa nimekutana na hiki chuma. Hivi wakikutana itakuwaje? Ni kweli unavyosema. Samia amenipigia simu tangu asubuhi, lakini nimeshindwa kupokea kwa sababu ya hiki chuma. Sasa napokea naongea nini? Sasa tafuta cha kufanya. Masio kakutana hapa ikawa balaa. Yaani labda nikwambie kitu bro. Kwa sisi Malaya Konki tunaweza kucheza na hawa wanawake. Mimi nakwambia kweli. Wanawake, yani wanawake kwetu sisi ni kama malaika. Na tuna uwezo wa kuongea chochote kile na wakatusikiliza. Utafanya nini? Subiri. Ndomoke hapo. Subiri bro. Sasa akipokea simu, nitamwambia nipo kwa babu, na wewe utaongea kama babu yangu. Wewe vipi bwana? Mbona toka umenipigia simu umeniweka tu, umechelewa vipi? Sasa nilivutia saluni mzee kunyoa. Mambo yenu ya kunyoa. Haya niambie, kuna jambo? Hapana, dada nimemkuta. Ametoka hapa bila kuniaga hapa. Niambie, kuna jambo? Hamna, ngoja nizungumze na dada. Afu taongea. Sawa. Kama na njaa chakula kiko hapo. Niache niendelee na mambo yangu kidogo. Baadaye. Sawa. Hello baby. Apore. Safi. Niliona simu yako umenipigia tangu asubuhi, lakini kwa mbali kidogo na simu. Ndio nilikutafuta toka asubuhi. Nimetoka kidogo, niko Kisarawe huku. Babu yangu anaumwa, kwa hiyo nimekuja kumuona. Pole baby. Anaendeleaje? Na anasumbuliwa na nini? Bwana uzee tena, wanasumbuliwa na pressure na moyo, hivyo, si unajua tena. Pole kupona. Okay. Nikupe umsalimie basi. Bila shaka baby, unaweza kunipenda kuongea na babu. Babu, shikamoo. Marahaba. Unaendeleaje? Yani mimi lobu nakwambia lobu moyo wenda kati mapigo ya moyo yakimiza, yani sina kitu nachokielewa, yani nimechanganyika. Hapa yani mambo yana tabu tupu. Pole sana babu yangu. Banya uje kuniona, banya mke wangu mwenye. Nitakuja babu. Hebu subiri kwanza niongee na Chemo, afu nitajua. Asante. Yani ukikuja wewe kama wankorogea muji pale wanyambia kunywa. Nafikiri nitaponya haraka kamia. Nitashukuru kukuona, nitashukuru. Nitashukuru sana mdogo wangu, nitashukuru. Sasa nasema hivi, kama ukakuja kunyonya huku, hebu nibebe sukari kidogo, mkate, usikose na salio la vocha bwana. Na mimi niangalie dunia huko, anasema konyeke, nione na mimi. Moyo wangu. Tume moyo wangu. Asante. Wewe vipi, ulikuwa wapi? Kaka, nimetoka dukani. Dukani ndo muda wote huo?
Kaa chini mzongea. Nimekuja hapa kuna kitu nataka nikwambie. Hapa mtani kwetu kuna mtu kaingia kwa kuitwa Chemo. Huyo Chemo hachagui mtoto, mama wala mdada. Sasa sitaki kukuona na mahusiano naye. Kaka bwana. Sasa mimi Chemo wa nini? Wala hata simjui. Hivyo ndio mnavyosemaga. Kaka mimi Chemo wa nini? Mwisho wa siku watuletea mtoto ambaye ana baba hapa. Haeleweki. Na huyo Chemo ana ukimwi, atakuja kukuua mdogo wangu. Yaani hata ukimwona kule wewe pita hivi. Si umenielewa? Sawa kaka, mimi nimekuelewa. Usijali kuhusu hiyo. Haya, ongea na mume mwenzangu ya. Sawa babu, hata usijali. Baby. Yes baby. Ni mcheshi. Mcheshi. Anaongea sana yeye. Anaumwa lakini ndio hivyo tunafanyaje? Mpe pole babu. Okay. Basi mimi nikirudi, kama nitarudi mapema nitakwambia uje. Nitakwambia uje home. Okay baby, I love you. Asante pia. Haya basi baadaye. Kwisha. Wewe vipi bwana? Hapo nikashaamini kabisa kwamba anaongea na babu yako. Yaani kabisa hapo tumemaliza. Yeye anajua kabisa. Unajua hapa anaambiaje? Babu yako mcheshi. Anaongea huyo. Unajua kuna muda wewe unamcheza hata kuna muda nilijua na kicheko. No comment sasa bro. Vijana nimeambiwa kwamba mlikuwa mnanitafuta. Ndio, ni kweli mzee wangu. Nilikuja mpaka kwako pale. Nikapiga hodi akatoka ndugu yako akaniambia umeenda kazini. Nikachukua mpaka namba zako nikakupigia ila ukupatikana. Lengo na zumuni la kukutafuta ni mchongo uliompa ndugu yangu hapo. Tulimwona mkeo akiwa anaingia kwa Chemo. Ndio maana tukaamua kuja kukutafuta ili uje umshuhudie wewe mwenyewe. Anachosema Chuga ni kweli? Ni sahihi. Mnahakika kwamba mke wangu ameingia kwa nyumba ya Chapa Ilale? Yeah, tuna uhakika. Labda kijana akupe maelekezo zaidi hapo. Chapa Ilale. Anyway, mnahakika kwamba huyu ndiye mliyemuona? Ndo mwenyewe kweli. Hapana, sio huyo bro. Sasa kama sio huyo ni nani ambaye nyinyi mmemuona? Anyway, naomba iseme. Mimi nahisi hapa mlipoanzia sio pabaya sana. Na kuhusu pesa kama tulivyozungumza, kwangu mimi sio tatizo. Endapo mkifanya kazi yangu vizuri, kwa uweledi mzuri, mkatumia sana akili kuliko miemko, mimi nahisi hamna kitakachoharibika. Nitawapa shilingi milioni 2 yenu kama ambavyo tulikubaliana. Tumesikizana vizuri? Kwa hiyo nitakiwa mfanye kazi kwa uweledi, muwe makini na muongeze juhudi na maarifa katika hili jambo. Mimi nataka tu mnikutanishe na huyu bwana. Nani alikupigia simu? Mama, ni rafiki yangu. Rafiki yako Samia?
Mchumba wa kwanza umemkataa, huyu wa pili naye unaleta vikwazo. Mwanangu, bahati haiji mara mbili. Utakuja kuzikumbuka hizi bahati unazozikataa. Umri unakwenda mwanangu. Kama yupo anayekupenda, mwambie alete posa nyumbani. Sisi tutaipokea, hata bure tutakuozesha. Maana ushaanza. Mimi ndo maana sipendi kushinda hapa nyumbani. Kama una uhakika huyo Chemo anakupenda, basi na aje akuoe. Mama na wewe? Huyo Chemo ndo nani? Hivi unafikiria mimi sielewi nyendo zako? Ninajua kila kitu kukuhusu. Endelea. Na sio kukutana naye tu, nataka nikutane naye akiwa na mke wangu, ili ushahidi wangu ufanyaje, ukamilike. Na baada ya hapo mimi nitawapa pesa yenu kama tulivyokubaliana. Na kuhusu mke wangu, mimi nahisi nitawaalika nyumbani kwangu siku moja, ili mje mumuone kwa ukaribu na mumkariri kabisa, ili hata kusudi mnapofanya kazi mfanye kazi inayoeleweka na yenye uhakika. Tumeelewana vizuri? Ya. Si tumekuelewa. Tutakuja nyumbani kwako, tutakuja tumuone mkeo huyo ili tujue kazi wapi pa kuanzia. Ila mzee wangu kingine, unajua hii kazi tunavyoifanya tunahitaji na watu wa kutupatupa support kidogo. Kwa ungetufanyia kidogo hata msaada wa advance hivi, ili na si kazi iwe rahisi kwetu. Sawa. Ingekuwa safi sana. Anyway, mimi kuhusu swala la pesa kwangu mimi sio tatizo. Na hicho ambacho umekizungumza cha advance, mimi nahisi nionyeshe vitu kwa vitendo. Shika hii. Ndio. Na wewe kamata hiyo. Kikubwa ambacho nahitaji kwenu ni kufanya kazi. Sawa dogo zangu? Fanyeni kazi na kila mtu atafurahia. Basi mimi niwaache. Nahisi tutaonana wakati mwingine. Wewe msiache ujinga bwana. Wanawake hawataki dawa blaza. Wanawake wanataka usiwe mkweli sana na wala usiwe muongo sana. Uwe katikati. Yaani ukiwa katikati hapa, yaani umemaliza blaza. Acha zako wewe. Unaongea hivyo wakati watu wanasema ili umuoe demu kiulaini lazima umpige sana sound nini kuwa mongo. Wanajaa kinoma noma. Yaani labda cha kuongezea tu, wao wanataka uwe msafi. Uwe mkweli. Umeelewa? Na uwe mstaarabu. Wao wanapenda watu wastaarabu. Samia anapiga. Pokea. Shemu. Rafiki yako ndo kataka kunipigia hapa sasa hivi. Mimi nilifika nyumbani kwake, yani sijamkuta huyo mtu. Ana matatizo kweli yani. Anauguliwa na babu yake. Alimpeleka babu yake hospitali. Kasema anasumbuliwa na nini sasa babu yake? Babu yake anasumbuliwa na moyo na pressure. Magonjwa ya kizee, mambo ya pressure moyo sijui. Umri ukishaenda inakuwa tabu. Ila ameniambia akirudi nyumbani kwake atanipigia, nitakupigia twende nyumbani kwake. Amesema akirudi anakucheki wewe. Basi poa shemeji langu la kweli. Sawa shemeji. Okay poa, basi baadaye. Nakukubali sana. Poa, una baya. Fresh. Kaja. Nakwambiaje? Yaani Samia ndi kashajua kabisa kwamba umeenda kwa babu yako, kila kitu kimeenda hivyo. Mpiga anasema sijui ameenda kwa babu yake huko sijui kiwapi huko nini kwa baadaye akirudi atanishtua. Umeona bwana? Kwa hiyo bwana kwa moja anajua kwamba aliongea na babu yangu.
Hapa sasa hajui kama tuko wote. Hajui kama. Yaani kapiga simu kwako. Yaani nimempigia hajui kama mimi niko naye. Alafu nikakupigia kukupa taarifa kama mimi nimeongea na nini. Yaani kama uko Cuba. Na Simba Komando. Ablaza, sasa sisi ni makombe. Yezi miaka yote babu mpaka leo. Hawezi kusumbua bro. Hawasumbui. Karibu mdogo wangu. Asante kaka. Huu mguu ni wa kwako. Ingawa nimekukuta unatoka, naona tuongee tu. Sawa. Karibu basi ndani. Hapana. Nataka tukaongea tu hapa mara moja kwa sababu nataka niwawahi watoto. Imekuwaje? Ninachokumbuka tulikula mahali ya watu. Ni kweli. Ni mchumba wangu. Kila siku mtoto wako nakutana naye na mabarabara. Yule mwanaume alitoa mahali kwa kujua yuko bikra. Anakuja kumchukua, anakuta hilo jambo hana. Tunaumbuka kakaangu, na heshima yako yote itakushuka. Huyo bwana aliyekuwa naye ni malaya. Hachagui, habagui. Yaani so mimi tu kwamba ndo naongea labda namkandia huyo kijana wa watu. Mpaka majirani inaonekana so mzima kaka yule kaka. Sasa hebu niambie, huyu mtoto unamsaidia? Hii ni hatari. Lakini mdogo wangu, nashukuru mimi kwa taarifa kuniletea. Ila naomba kitu kimoja. Naomba nipate nafasi na mimi nilichunguze hili. Kwa kweli kaka, chunguza. Nakujua. Nasra ni mtoto wangu, ni mtoto wako. Utakapokuja kuona kama ni kweli utaniita. Maana hukawi kusema namsingizia mtoto wetu. Na uchungu naye. Mahali tumekula wote. Leo hii anachezewa tu. Mwisho tunakuja tunatukana. Majirani unawajua midomo. Wakija kulijua hili, heshima kaka itashuka. Nashukuru kwa taarifa yako mdogo wangu. Basi naomba nilifanyie kazi. Baada ya kulifanyia tutaitana tuyazungumze. Haina shida kaka. Asante. Haya, mimi ngoja niwahi wanafunzi, tunajua mida hii. Haya mdogo wangu. Asante. Salimia wajomba zangu. Haya, salimia kina aunti. Haya. Hiyo ndio sawa. Ndio sawa. Okay. Mbona umechelewa kurudi?